a bit stable in the circumstances you are in. Let me request the MCAs to stand up. The MCAs present, please stand up. Tuwapigie makofi MCAs wetu jameni, wamekuja kwa wingi. Thank you very much. We appreciate you, members of the County Assembly. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi wa Majeshi ya Ulinzi wa Taifa, Mama wa Taifa, Mama Rachel, waombolezaji wenzangu. Iko sawa sasa? Yeah. Fire. Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Mama Taifa na waombolezaji wenzangu, tumeambiwa mambo ya mzee yalikuwa manne, ya rais ni matatu, yangu ni mawili. Jambo la kwanza, Mheshimiwa Rais, ni kusema ya kwamba hapa duniani iko aina tatu ya watu ambao ni watu muhimu sana. Mmoja ni mzazi, wa pili ni mwalimu, wa tatu ni mtu wa Mungu. Na inaonekana mzazi, baba yetu ambaye amelala hapa, Mzee Isaac Ngugi Ichungwah, alikuwa hayo mambo matatu pamoja. Kulingana na vile tumeelezwa, alikuwa mzazi, na sio mzazi tu wa kimani na familia nzima yake, lakini mzazi wa watu wengi. Hata sisi ambao hakutuzaa tulikuwa tunamwangazia kama baba yetu, na kwa hivyo tumepoteza mzazi, mtu wa muhimu. Lakini vile vile alikuwa mwalimu. Tumesikia vile alifunza watu wengi mambo mengi. Akafunza watoto wake biashara, akafunza driver wake kuendesha manual car. Kwa hivyo vile vile leo tunamuomboleza sio tu mzazi, lakini pia mwalimu. Na mtu ya tatu ni mtu wa Mungu. Tumeambiwa ya kwamba mzee alikuwa mtu wa Mungu, alikuwa mcha Mungu. Kanisa imethibitisha siku ya leo. Kama hapo mbeleni alikuwa na mambo mengi labda ambayo katika mambo ya Biblia, hayo mambo alikubali kumcha Mungu pasipo historia yake. Na mimi najua ya kwamba Mheshimiwa Kimani Ichungwah na familia na sisi zote ambao tunamwenzi mzee ambaye amepumzika, tutafuata mambo hayo, tuwe wazazi wema, tuwe walimu wema, na tuwe watu ambao wako na uungu. Jambo la pili, Mheshimiwa Rais, ni kusema ya kwamba kupitia maisha ya mzee tumejifunza mambo mengi. Na mimi nataka niongee kwa wazee wetu. I want to talk to the elders of Kenya, the fathers of the land. Anybody 70 years plus, you belong in that category, because the sermon today, we've been told, according to the scripture, you live for 70 years, if you're lucky 80 years, anything else is bonus. And therefore, if God has allowed you to turn 70, all the way to 105, and our Mzee here, we are told 108, who is with us here today, that category belongs to the owners of the land, the fathers of our land that we call Kenya. Mzee Isaac Ngugi Ichungwah is speaking to us as one of the fathers of the land, the elders of Kenya. He's talking to us that we must be honest and open. We must work hard. We must struggle to feed our families. And we must not be ashamed of our past. Na mimi nimeona mzee kwa mfano alikuwa na mabibi watatu, na hakuficha hayo mambo.
alikaa nayo na alitangazia kila mtu vile alikuwa. Najua kuna watu wachanga hapo, wale wako below 70 hapo. Wako na wengi lakini hawasemi. Wanafanya ukora. Hawasemi, wanajificha kwa kanisa, wanajificha kwa kila mtu, hawasemi. So the fathers of the land are teaching us to be honest and open and to live upright lives. Ya pili, Mzee ametufundisha ya kwamba kama haupendi kitu haupendi, kama unaipenda unaipenda. And that is what we learn from our brother Kimani, whom we have interacted with. Kimani Ichungwah, you are very lucky to be Kimani Ichungwah's friend. You are very lucky if you are Kimani Ichungwah's friend. And I speak as one of his friends. Tumeanza siasa na Kimani, huyo Murkomen, and later on we were joined by other friends like Aaron and Susan Kihika, Ses Mbarire and others. If Kimani is on your side, if Kimani Ichungwah is your friend, you can go home and sleep well because he has your back. And I'm saying this knowing that we live in a generation of fake friends. Friends that are with you when it is convenient and when you're doing well. But when we fall into adversity, they run away by night, and in the morning you discover you are alone. And for that reason, Anthony Kimani Ichungwah, my dear brother, my friend, and your family, because you have stood and fought many political battles on behalf of many of us, me included. And I want to declare I'm one of the beneficiaries of the political battles of Kimani Ichungwah. I want to promise you, my brother, my dear friend, the same way you have fought battles on behalf of other people, I pray to God that I also, one day, as your friend, God will give me an opportunity to fight your battles and to fight on your behalf. Many of us in politics, we fight our own battles. And we fight battles expecting something that will come directly to us. Anthony Kimani Ichungwah, having learned from his father, who raised so many people, who nurtured so many people, has taught us a friend is a friend when you're in need, when you're looking for someone to support you, even when you don't look like you have many people around you. So, Mheshimiwa Kimani, I have come here as my friend, as your friend. I bring you condolences from my wife and children, and on behalf of many friends across Kenya. Allow me, Your Excellency, as I invite you just to give this one example to show how Kimani is committed to his friend. Those of us who know Mheshimiwa Anthony Kimani Ichungwah, they know that it doesn't matter where the political event is. He will always come back to sleep in his house in Nairobi. Even if we go to Lodwar, he will come back to Nairobi and travel to Lodwar the following day. The rest of us will sleep in Lodwar. But among the places Kimani has spent away from his home is in my own house in Tharaka. Something that he rarely does. So, Mheshimiwa Kimani, you are in a league of your own. Forget about what other people think about you. We, as your friends, think you are the greatest friend, the most selfless person that you can have around you. And we salute you, and may Mzee rest in peace, and we'll continue learning the very many lessons that Mzee has taught us about how to stay close to your loved ones, to your families. So the fathers of the land, don't give up on us. Don't think we are learned. Don't think we have things that we do. We are professionals. We are politicians. We are leaders. But there are things that are never learned in any school, not even the famed alliance, which Ichungwah and Kingi likes boasting about all the time. Although myself and Musalia, we have a different view.
about how good that school is. But there is education that can only be given by the fathers of the land. Honesty, hard work, friendship, family values. The fathers of the land do not abandon us. Keep us together so that we can be able to raise our families, your grandchildren, your great-grandchildren, so that we can be able to make our country what we want it to be. With those many remarks, let's be upstanding as we invite the President of Kenya. Naomba tupige makofi. Moja, mbili, tatu, nne. Asanteni sana. Tafadhali tunaweza keti chini. Mama Mary Mombe Ichungwah Ngugi na familia ya Ichungwah, kiongozi wetu wa kanisa, moderator wetu, wachungaji, pamoja na pastors na viongozi wetu wa dini, waheshimiwa viongozi wenzangu, watu wa Kikuyu na watu wa Kiambu, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Muriega. Mimi kwa niaba ya familia yangu na mke wangu Rachel ambaye yuko hapa na watoto wetu, tunaleta rambirambi zetu za pole kwa familia ya baba yetu Mzee Isaac